Ndugu zangu waandishi, kama ambavyo mmeshuhudia, leo tulikuwa na zoezi la utoaji wa mikopo. Mikopo hii inatokana na ukusanyaji wa mapato ya halmashauri, ambapo kwa mujibu wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na serikali anayoongoza Daktari Samia, tunawajibika kutenga 10% ili kupeleka kwa wananchi. Kwa sisi manispaa ya Moshi tunatimiza takwa hilo la kisheria kila mara tunapokusanya. Kabla tujafanya matumizi, tunatenga 10% ili kuwarejeshea wananchi. Leo katika mikopo hii tumeweza kutoa Tanzania shilingi bilioni 1 kwa vikundi 151 ambavyo vinapatikana ndani ya manispaa ya Moshi. Lakini kwa kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia tumeweza kutoa Tanzania shilingi bilioni 4.75. Bilioni 4.75. Jumla vikundi 651 wamenufaika ndani ya manispaa ya Moshi. Lakini kubwa kuliko, mmeshuhudia mwaka jana soko letu la Mbuyuni walipata majanga ya moto. Kwa maelekezo ya serikali ya Dkt. Samia tukaweza kujenga soko lile kwa mapato ya ndani. Tanzania shilingi bilioni 1.5 awamu ya kwanza limekamilika, na sasa tunaendelea na ujenzi milioni 500, jumla bilioni 2. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye hii bilioni 1, milioni 150 na zaidi ya milioni 150 tumekwenda kuwapa wamama na wajasiriamali wa Mbuyuni ili kuwarejesha katika hali ya kawaida. Huyu ndo Daktari Samia. Tumejenga soko na tumewapa mtaji ili kuwawezesha kufanya biashara zao kama walivyofanya zamani. Lakini vipo vikundi wamepata fedha nyingi kutokana na biashara zao, na vipo vikundi vimepata fedha kiwango cha kati kutokana na biashara zao. Kikundi ambacho leo kimepata fedha nyingi ni milioni 52, wako watu 5. Kinachofuatia ni milioni 39, wako watu 5, na kingine namba 3 kina milioni 35, wako watu 5. Mikopo hii ndugu zangu, lakini pia tunatenga na 10% ya mikopo kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hilo ni jambo kubwa sana, natakiwa kutupongeza. Mimi nisiongee mambo mengi sababu yako mengi viongozi watakuja kuyasema pia, lakini kubwa mimi niendelee kuwaomba na kuwasisitiza tukafanye yale tuliyosema tunataka kufanya. Faraja yetu na furaha yetu ni kuwapa nyie mikopo ambayo haina riba, lakini tunatamani tuwaone mnatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Tukisema tunawapa tu mwende mkafanyie mambo yote, mnamkale mkafanye mambo ambayo sio sawa, mtatumia miezi miwili, hiyo pesa itaisha. Ni ndogo, lakini nina uhakika ukienda kufanya yale uliyoyapanga, fedha hii itakuwa sababu ya kukutoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza akina mama. Miongoni mwa watu ambao mnatubeba kidedea katika marejesho pia ni wakina mama. Na mimi Mheshimiwa Mkoa nasema tena, na mara nyingi nimekuwa nikisema, lau kama ningepewa fursa pia ya kubadilisha utaratibu wa ugawaji wa hii mikopo, ningesema hii mikopo wakina mama wangepewa kwanza 8%. Hawa akina mama hawakimbii, hawaendi popote, dhamana yao ni familia na watoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimewahi kusema siku moja tuwawezeshe wakina mama kwa nguvu kubwa, na ndio maana hata siku soko tulipopata janga la soko kuungua, nataka niwaambieni, unaona madiwani hao tulikubaliana kwa lugha moja kwa kuamini kwamba 90% walioko sokoni ni wakina mama. Tukasema tutavunja miradi mingine yote, tutasimamisha miradi mingine yote, tuhakikishe soko la Mbuyuni linasimama, kwa sababu hawa akina mama tutawapeleka wapi? Na ndio wanabeba hizo familia huko majumbani. Mpango huu unatarajiwa kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu zaidi, wengi walioko kwenye vikundi vilivyosajiliwa, huku ukihamasisha matumizi sahihi ya mikopo kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.